Mambo vipi ndugu mpendwa mtazamaji wa The Diary TV ambayo inapatikana pale mjini YouTube. Diary TV hiyo inapatikana pale Instagram, inapatikana via Facebook kwa jina hilo la Diary TV, ambayo hii ni TV mtandao au wazungu wanapenda kusema online TV, si ndio? Bana, kuna kipaza si mwingine ni mimi ndugu yako presenter wako bora kabisa, Agoba Nemo South alongside Mnyamwezi Soweto Kid is in the building, si ndio? Bana, kama kawaida nimekuja kukusanua na kipindi hewani hivi sasa ni mtaa kwa mtaa ambacho kinapatikana kwenye Diary TV. Kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa kipo kuongelea masuala mbalimbali ya kimitaani. Sasa leo kwenye kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa, unajua nimekuandalia nini ndugu mpendwa mtazamaji? Let's do this. Leo nimekuandalia kitu moja poa sana, kitu ambacho kitakwenda kukufungua macho na ukajua historia ya maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kwamba ilikuwaje mpaka yakaitwa yanavyoitwa, si ndio? Nimekuja kukusanua kuhusu kitu hicho siku hii ya leo. Cha kufanya ni kustay tune na mimi mpaka pale takapofikia tamati mwa kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa, ila ukazidi kufuatilia online TV yetu ya Diary TV, basi ina vitu mbalimbali vya michezo, vya burudani na kadha wa kadha. Bana, tunaanza na historia yetu bana kwa jina la sehemu ya Dar es Salaam. Unajua Dar es Salaam maana yake nini? Dar es Salaam ni neno la kigeni ambalo likimaanisha bandari salama, ambapo zamani paliitwa Mzizima. Watu ambao wanapatikana Dar es Salaam alafu hawajui nini maana ya Dar es Salaam, maana yake ni bandari salama, ambapo mwanzo ilikuwa ikiitwa Mzizima. Sehemu nyingine bwana ni mkoa wa Iringa. Jina Iringa limetokana na ukosefu wa kukosea kwa kutamka neno lilinga, kwamba wazungu walishindwa kutamka neno lilinga, ambalo neno lilinga lilikuwa likimaanisha ngome au ukuta imara kwa ajili ya kujizuia, ambao chifu wa Kihehe, mtu wa Mkwawa, alijenga hiyo ngome ili kuweza kuwazuia Wajerumani kipindi cha vita. Sasa wazungu wakashindwa kutamka neno lilinga, wakatamka neno ilinga, basi mpaka leo wakaitwa Iringa. Sehemu nyingine bwana ni sehemu inaitwa Dodoma, ambapo ni makao makuu ya Tanzania. Bwana, Dodoma historia yake bwana, hii sehemu ni iliitwa Idodomia. Idodomia maana yake nini? Inadidimia kwa lugha ya Kigogo. Sasa watu wakabadili baadaye, wakaamua tu iitwe Dodoma baada ya kutoka kwenye Idodomia kwenda kwenye Dodoma. Sehemu nyingine za mitaani kwa mfano vile Tabata, ambako Waarabu walikuwa wakiwalipa watu ambao walikuwa wakifanya kazi kwao. Sasa walikuwa hawalipi vipato vyao kwa yani ujira wao wote, wakawa wanaambia ni nyingine Tabata, basi kwamba watapata, basi ikawa neno Tabata. Mambo ni kama mambo yakawa ni mengi zaidi bana. Tunakuja sehemu nyingine ambayo iko hapa nchini Tanzania, especially mkoa wa Iringa, sehemu inaitwa Kiponzero. Sehemu hii bana, mzungu alikuwa akitengeneza barabara kipindi hicho cha ukoloni, basi alimwambia Mwafrika yule au yule Muhehe bana, keep on zero. Lakini sasa kwa sababu sisi wabongo hatujui kuunganisha na kutamka vizuri, basi mtu akasema tu Kiponzero, basi sehemu hiyo ikaitwa Kiponzero. Bana, kama kawaida, kama kawizi, kama ndo kwanza una join nasi bana, ujue kwamba ndo kwanza kumewaka. Lakini kwa sababu ya muda, kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa ni almost dakika kadhaa tu kwa ajili ya kusanua na vitu mbalimbali. Leo nimekuja kukusanua vitu hivyo, na mpaka next time tutakuwa wote hapa kwenye mtaa kwa mtaa ya The Diary TV. Naenda kwa majina ya Mohamed Abu Kiswili, wengi wanapenda kuniita Mu South alongside Mnyamwezi Soweto Kid ndani ya mjengo. Nilikuwepo hapa kukusanua kuhusiana na masuala hayo ya historia za sehemu mbalimbali kutokea hapa nchini Tanzania. Basi mpaka next time, hii ni mtaa kwa mtaa. I'm out here.